Hivi ni kweli kuna mwanaume ambaye bado anaendelea kulalamika kwamba hana nguvu za kiume? Ni kweli kuna mwanaume ambaye hamfikishi mpenzi wake kileleni au hamfikishi mke wake kileleni? Hilo nalipinga na nalikataa, kwa sababu wengi wanaamini kwamba mwanaume anashindwa kumfikisha kileleni mwanamke kwa sababu anakosa hisia, anakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Na wengi huwa wanatafuta tiba au wanatafuta madawa ya kuongeza sijui nguvu za kiume. Achana na hizo mambo blaza. Achana na hizo mambo baba yangu. Utaumia na utaendelea kuumizwa sana. Kumbuka, nguvu za kiume haziongezwi. Nguvu za kiume hazifanyeje? Haziongezwi. Lakini kitu pekee ambacho naweza nikakusaidia na nikakushauri ni kwamba hakikisha unajua hii siri. Kinachosimamisha uume kwa muda mrefu sio hisia. Kinachokusababisha wewe ushiriki tendo la ndoa kwa muda mrefu sio hisia. Sasa wengine mnaenda kuongeza hisia. Hapana, utakufa mapema wewe. Utakufa bure. Kinachosimamisha uume na kukufanya uweze kushiriki tendo la ndoa kwa muda mrefu ni mzunguko wa damu kwenye mishipa ya uume. Yaani ni mzunguko wa damu kwenye mishipa ya uume. Damu inapozunguka ya kutosha kwenye mishipa ya uume inaufanya ule uume unasimama ukiwa na nguvu na unaweza kusimamisha kwa muda mrefu na kuweza kumfikisha mpenzi wako kula ambako anataka afike, na wewe mwenyewe kuridhika na kufurahia maisha ya ndoa. Naomba nieleze kidogo hapa. Ni kwamba mtu ambaye mzunguko wake wa damu uko vizuri ni sawa na mtu ambaye simu yake ina 100% za charge. Unaweza ukawasha bando, ukaingia mitandao ya kijamii, ukapeluzi na simu yako isiishe chaji. Kwa nini? Kwa sababu simu yako ina chaji ya kutosha. Sasa yule ambaye mzunguko wake wa damu hauko vizuri ni mtu wa aina gani? Ni sawa, anaweza nikamlinganisha na yule ambaye anatumia bando au amewasha data, amewasha MB, halafu simu yake ina 5%. Naomba unijibu wewe, atatumia muda gani kukaa kwenye mitandao ya kijamii kama amewasha bando halafu simu yake ina 5%? Maana yake itazima ndani ya muda mfupi. Ni sawa na mwanaume ambaye mzunguko wake wa damu kwenye mishipa ya uume inakuwa ni ndogo, kwa sababu ile damu ndio inayopeleka oksijeni na virutubisho au chakula kitakachomfanya aweze kushiriki kwa muda mrefu na uume usimame ukiwa na nguvu. Sasa inaenda kidogo, maana yake chakula kinachoenda ni kidogo. Matokeo yake atajikuta sasa anashiriki dakika 2, anashiriki dakika 3, anashiriki dakika 4 na kufika kileleni. Na wakati huo wastani wa kushiriki tendo la ndoa ni dakika 3 mpaka dakika 15. Yaani yule ambaye ni bao la kwanza inatakiwa angalau achezee dakika 3 mpaka 7. Ila kuanzia bao la pili inatakiwa uchukue kuanzia dakika 15 na kuendelea. Sasa mwingine hata bao la pili, bao la ngapi? La pili, anatumia dakika 2, dakika 5. Hapana. Hiyo shida ipo kwenye mfumo wa mzunguko wa damu. Sasa hakikisha unapata tiba ambayo itakusaidia kuwezesha mzunguko wa damu ufanyike vizuri kwenye mishipa yako ya uume. Hapo ndo utakuwa umetengeneza suluhisho la kudumu. Kama homoni ziko imbalance, yani homoni zako haziko sawa za kiume, testosterone hormone kama ziko sawa, hapo pia natakiwa utafute ambayo itaenda kubalance zile testosterone hormone ili ziweze kukusaidia kwenye performance ya tendo la ndoa. Vinginevyo achana na mkongo, achana na vinegar, achana na kutafuta tiba ambayo inasababisha eti kuongeza nguvu za kiume. Hiyo haipo na kataa. Na hakuna mwanaume ambaye hana nguvu za kiume, isipokuwa ni uzembe wako na kutokujua nini ambacho unatakiwa ufanye ndicho kinachokupelekea unasema kwamba wewe una shida ya nguvu za kiume. Hapana, wanaume wote wamekamilika. Hata wewe unayenisikiliza umekamilika. Karibu kwa Dr. Nelson nikusaidie tiba na ushauri ili uweze kufurahia na kuenjoy maisha ya kila siku.